Nimezaliwa hapa hapa Kilifi katika mitaa ya pale Kibaoni. Na nilizaliwa nikiwa naona maendeleo kwa sababu wakati ninazaliwa ndio wakati ambapo barabara ya Malindi kuelekea Mombasa kuelekea Malindi ilikuwa inajengwa wakati huo. Kwa hivyo mimi ni kijana ambaye niliona Kilifi ikiendelea. Sijazaliwa nikiona Kilifi ikiwa katika stagnant point. Nimeona ikiendelea. Na katika ile masuala ya mimi kukua katika mitaa ile ya Kibaoni, naona barabara ikijengwa, ilinifanya mpaka niweze kusema kwamba basi hii ndio nafasi yetu kama pwani, tunafaa tuwe na barabara nyingi, tunafaa tuwe na tukiangalia labda pengine maisha yenye umekuzwa nayo, kuna baadhi ya vitu zenye lazima uwe umepitia. So labda utuelezee, je, katika ile safari yako ya maisha, hiyo ndo inakujenga kufikia malengo ama ndoto zako za maisha ama? Lakini zitaenda iwapo tutaogopa ku-embrace teknolojia, tufanye kazi nayo. Sisi tunaweza shape the future. Tukifanya kazi na teknolojia, tutafanya ile quality ya kazi zetu ziwe juu zaidi, na ziwe rahisi sana, na tutaweza kujisaidia. Na iwapo tukikataa teknolojia, basi hatutakuwa na kazi, kwa sababu teknolojia inafanya vizuri. Hata sasa leo hii kuna nyimbo ambazo zina trend kubwa sana za AI. Wasanii wanafaa wafanyeje? Wanafaa watumie AI katika production zao, ndio hizi nyimbo zao ambazo ni kali zaidi ziwe kali tena zaidi. Kwa hivyo ni jambo lote la sisi vijana tutafute interest zetu, kwa sababu kama AI leo hii inatishia kuchukua kazi zetu, basi serikali itatupa kazi gani? Kwa sababu zile kazi ambazo serikali inataka itupe zikichukuliwa na AI, hatutalaumu serikali kwa sababu haijatatua shida za ajira, kwa sababu serikali pia inajitoa katika swala zima la ajira pole na ni swala la muda. Na ningependa tuangalie mataifa mengine yamefanyaje. Tukiangalia mataifa mengine yamefanyaje, tutapata suluhisho ya shida zetu. Lakini kazi kubwa, na narudia tena, ni interest yako binafsi. Kama kijana wa pwani, uangalie interest yako, alafu upambanie interest yako, na katika ile interest yako usiwe tu mtu ambaye hafanyi research. Fanya research na utasaidika. Tuko wengi katika eneo la pwani na hatuna ajira wengi. Lakini tukiendelea hizi interest yangu leo hii nikifanya, inaweza ajiri watu kama 50. Interest ya mwingine iajiri watu kama 50. Interest nyingine iajiri watu. Hili tatizo la unemployment tutakuwa tumelikata pole na litakuwa sawa. Habari mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha Ramla Power Show kwenye channel yetu ya Coast Chronicles. Mimi ni Ramla Sifa. Mada ya leo tunazungumzia kuhusu vijana, uongozi na mustakabali wa pwani. Hivyo basi tumefanikiwa kumpata kijana ambaye amesimamia katika eneo letu kama vijana, na atatuelezea historia yake fupi na mengi. Kwa hivyo usisahau kucomment, like, share, subscribe ili kupata vipindi vijavyo. Karibu sana mgeni wetu wa siku ya leo katika channel yetu. Jisikie uko huru. So kwa historia fupi kabisa, tueleze unaitwa nani, umetokea wapi, maisha yako kama kijana. So tungependa sana kusikia kutoka kwako. Naam, jina langu ni Hassan Lewa. Vijana wengine wananiita Blue Smile, lakini nilizaliwa kama Hassan Lewa. Na nimezaliwa na ari na ukakamavu wa shujaa Fumu Liyongo, na vile vile ninatembea na nguvu na unyenyekevu, vile vile na tamaa ya kusaidia wale ambao wako chini katika kaunti zetu hizi za pwani, kama vile Mgogo wa Pwani, Karisa Maitha alivyofanya. Vile vile maono yangu ya jinsi pwani yetu ya leo na ya siku za usoni inafaa kuwa ni maono ambayo hayati mzee Ronald Ngala alibeba kwa ukakamavu mkubwa sana katika safari yake ile ambayo alikuwa ndo tuseme baba wa majimbo katika eneo letu la pwani. Leo hii tunazungumzia kuhusu maendeleo ya pwani, sisi kama vijana wa vuguvugu na maendeleo pwani. Lakini kikubwa sana niseme tu kwa historia yangu, jinsi nilivyoweza kukua kuanzia mdogo mpaka sasa nimekuwa kijana mkubwa ambaye napigania na napambania masuala ya maendeleo ya pwani. Nimezaliwa hapa hapa Kilifi
katika mitaa ya pale Kibaoni. Na nilizaliwa nikiwa naona maendeleo, kwa sababu wakati ninazaliwa ndio wakati ambapo barabara ya Malindi kuelekea Mombasa kuelekea Malindi ilikuwa inajengwa wakati huo. Kwa hivyo mimi ni kijana ambaye niliona Kilifi ikiendelea. Sijazaliwa nikiona Kilifi ikiwa katika stagnant point. Nimeona ikiendelea, na katika ile masuala ya mimi kukua katika mitaa ile ya Kibaoni, naona barabara ikijengwa, ilinifanya mpaka niweze kusema kwamba basi hii ndo nafasi yetu kama pwani, tunafaa tuwe na barabara nyingi, tunafaa tuwe na vitu vingi. Katika masomo yangu niliweza kusomea katika maeneo mengi. Nimesomea katika eneo la Kilifi, vile vile nimesomea Ganze, na pia nimesomea katika maeneo ya Ukambani na vile vile Nairobi. Taanza kwa ufupi tu. Niliweza kusomea chekechea katika shule ya Kibaoni, alafu baadaye tukaweza kurudishwa katika maeneo ya Ganze. Nilisomea katika shule ya Sodemu Primary ambayo iko Vitengeni. Alafu nikarudi tena Kilifi, nikamalizia katika shule ya New Version hapa katika mji wa Kilifi. Lakini mtihani wangu wa kitaifa niliufanya Kachororoni Primary, kwa sababu wakati ule ilikuwa lazima urudi tena katika shule zile za bodi ndio tumalize, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba tukienda katika shule zile tutakuwa na alama nzuri. Na kwa maombi ya wazazi na jamii niliweza kupenya na nikaenda katika shule ya upili ya Makindu katika kaunti ya Makueni. Na katika safari yangu yote ni safari ambayo ninaweza kupata exposure nyingi sana, na ndio maana ukinisikiza nitakwambia kwamba wewe unaona shida lakini mimi naona suluhisho. Kwa sababu vile vitu zile shida ambazo tuko nazo hapa katika kaunti ya Kilifi ndio shida ambazo wako nazo kule, lakini hawakuji katika mantiki ya complain ama lawama nyingi. Wale wanasema shida ni yetu, tutafute suluhisho. Nilimaliza pale katika shule ya Makindu na nikaweza kufika katika chuo kikuu cha Kenyatta ambapo nilisomea shahada ya English Literature, ya Bachelor of Arts English Literature, na ni shahada ambayo nimemaliza sasa na ngoja kuhafili ama graduation. Na katika pilka zangu pia mimi ni mwanahabari, na katika wanahabari wangu niliweza kujua kwamba siasa ya kwetu pwani ni siasa ambayo tukibadilisha tu kidogo, si siasa mbaya, ni siasa nzuri, lakini tukibadilisha kidogo, tuache kuimba ajenda za watu ambao hawajui shida zetu. Tunaimba ajenda nyingi sana, lakini si ajenda ambazo zinatuhusu. Sababu ukiangalia katika kaunti nyingi tunaimba ajenda sawa, tunasema kwamba tunataka hili, tunataka lile, lakini sisi wa pwani tumeketi tukasema tunataka lipi. Kwa hivyo ni jambo ambalo limenihamasisha sana kama kijana, na leo hii niko hapa na natumai kwamba mazungumzo yangu yataweza kufikisha hisia za wapwani ili waweze kubadilisha pwani yetu. Tukiangalia labda pengine maisha yenye umekuzwa nayo, kuna baadhi ya vitu zenye lazima uwe umepitia, so labda utuelezee, je, katika ile safari yako ya maisha hiyo ndo inakujenga kufikia malengo ama ndoto zako za maisha ama? Kama kweli changamoto ni nyingi, na tunasema kwamba the Moses law ya kwamba ili wewe uweze kufanikiwa lazima upitie lile jangwa ambalo Musa lilipitia alipokuwa anatoka Misri. Kwa hivyo ni mtazamo kwamba leo hii tunaona tatizo, lakini sisi tunakuwa carried away na tatizo, lakini hatuangalii mwanya ambao tatizo hili linatupa. Kuna jambo ambalo Helen Keller alisema kwamba Mungu akikufungia mlango huenda kwamba amekufungulia dirisha upitie. Kwa hivyo wewe usiangalie sana jinsi utafungua huu mlango, lakini angalia mwenye mwingine ambaye utapenya. Na ni swala la mtazamo, si tu kwangu mimi binafsi, bali kwa sasa naona ni mwafaka kwamba eneo letu la pwani liwe na mtazamo sawa, kwamba leo hii tukikosa tuseme shida za maji hapa katika eneo la Kilifi, shida mkubwa kati ya shida nyingi ni maji. Leo hii tukikosa maji katika maeneo yetu, badala ya sisi kupigana vijembe vya kisiasa, tuseme huyu hajalipa bill, tuangalie tuketi, tutafute suluhisho ya jinsi tutapata maji, kwa sababu wananchi wanakaa bila maji. Badala sisi tutafute muda huu tutafute suluhisho, sisi tutafute suluhisho, tunapigana. Lakini katika changamoto ambazo mojawapo ambayo nimezipitia
ni swala la kwamba vijana wanakandamizwa sana, na niaminini nikiwaambia kwamba sisi vijana ndio tuna suluhisho ya hii Kilifi, sisi vijana ndio tuna suluhisho ya hii Mombasa, katika eneo la Lamu, sisi vijana tuna suluhisho, kwa sababu sisi vijana tunatembea sana. Leo hii nimekaa Kilifi kama siku mbili tayari, na nimepitana na vijana kama 50 kutoka maeneo mbalimbali. Wengine ni viongozi wa vijana, wengine ni vijana tunapatana mitaani na wana suluhisho, kuna kitu ambao wanasema. Na tukitafuta njia ambazo vitu ambavyo wanasema vinaweza sikizwa, basi tutafanya. Kwa hivyo ni ari yangu ya kwamba lazima tutafute suluhisho katika matatizo, na ni kweli nimepitia changamoto nyingi, lakini sizitazami kama vitu ambavyo vitakuwa vizingiti vyangu vya kupenya, lakini ni somo kwamba leo hii niko na changamoto hii, nitafanyaje niweze kupata suluhisho. Okay, vizuri. Labda pengine pia ni utuelezee kidogo. Tunajua we ni kiongozi wa vuguvugu la vijana katika eneo letu la Pwani. Mbona vuguvugu la vijana, na ni kitu gani labda pengine kilikusukuma na ukaamua kusimama na vijana? Sema kweli, hata linafaa liwe vuguvugu la wananchi. Okay. Kwa sababu ni hatusemi masuala ya vijana peke yake. Tunasema masuala ya wananchi wote. Kwa sababu leo hii tuliketi kwanza, tulikuwa katika chuo kikuu cha Kenyatta, nikaweza kuketi na viongozi wa wanafunzi ambao walikuwa wamenitafuta, tukaketi. Wakanambia, Bwana Hassan, tafadhali tuangalie masuala yetu. Nikawaambia sasa sisi tunaangalia masuala ya vijana peke yake, mbona tuangalie masuala ya kina mama zetu? Na mimi kwenda katika chuo kikuu cha Kenyatta ni juhudi za mamangu ambaye aliketi na babangu ambaye aliketi, wakasema ni vyema tu hata kama tutalala njaa, lakini huyu mtoto aende asome. Ni kweli. Kwa hivyo tukifanya uongozi wetu sasa, tusiweke katika vijana peke yake, tuangalie jamii nzima, kwa sababu katika jamii nzima ndipo ambapo sisi tumekulia. Kwa hivyo tukaangalia shida zetu kubwa ni maji. Shida zetu kubwa ni barabara. Shida zetu kubwa ni vile vile sasa katika wakati utandawasi ni kuhusu network connectivity. Ndio kushtua kwamba kuna maeneo katika eneo la Pwani ambayo hakuna network connectivity. Mtu akienda kule lazima ngoje aende katika maeneo ambayo hakuna network, kama kwa jambo ambalo labda linaweza chekesha, labda upande miti ama upande mlimani ndio uweze kupata stories za network connectivity. Shida yetu kubwa tena nyingine ni shida ya ukosefu wa umeme. Kwa hivyo tuliketi tukasema kwamba tufanyeje kama sisi vijana. Tuseme tusiombe tu nafasi za ajira kama vijana, kwa sababu viongozi wengi watakwambia tunataka ajira, tunataka hivi, lakini tuangalie tubadilishe jamii yetu kwanza. Kwa hivyo katika azma hii yetu ya kubadilisha jamii yetu ndio tukakuja na vuguvugu la vijana na maendeleo Pwani. Azma yetu kubwa ni maendeleo. Lakini nani ambaye analeta maendeleo? Ni sisi vijana ambao tuko katika kipaumbele wa kuleta maendeleo. Ndio maana tukakuja na vuguvugu la vijana na maendeleo Pwani. Na niseme tu kwamba sisi tukilala, tukiamka, hata tukirudi kulala tena, tunafikiria jinsi ambavyo tutaleta nafasi za maendeleo katika jamii ya Kenya. Na si jamii ya Pwani, na si tu kwa sababu za kisiasa. Tunashirikiana na mashirika ya kimataifa na mashirika mengi sana ambayo tukiendelea mazungumzo tutakuwa na kudokezea jinsi ambavyo tunafanya. Na tayari sisi tuko na a blueprint ya jinsi ambavyo tutafanya vitu hivi. Na nguzo yetu kubwa ya wale ambao watu wanaweza fanya ni vijana, kwa sababu sisi vijana tuna wakati mwingi, na hata kama tuko na familia, hatuna familia kubwa sana ambazo labda zitaweza kusema kwamba zitatuzuia katika shughuli zetu. Tuko na wakati, tuko na nguvu, lakini kile kitu ambacho tuna kikubwa sana ni maono yetu ya kubadilisha Pwani, kwa sababu hii Pwani tusipoibadilisha sasa haitabadilika, kwa sababu sisi ndio vijana ambao tumepata huo mwamko. Huenda wengine watapata mwamko mwingine, na katika ule mwamko wao huenda hawatayapa kipaumbele, lakini leo hii sisi vijana tukiweka kipaumbele katika masuala ya maendeleo, siku za usoni mwingine akiamka tena afanye, atatupata kwamba tuko juu na ataendeleza. Lakini sasa tukisema kwamba sisi tuache mwingine aanze kutoka chini, hapana, itakuwa basi hatuendelee, kwa sababu maeneo mengine ya Pwani, na rudia sana kwamba maeneo mengine ya Pwani ya taifa hili la Kenya yameamka. Leo hii kuna maeneo ambayo yana barabara mpaka shambani na zini za lami, na si jambo ambalo ni la kusikitisha ama la kushangaza. Ni kwamba viongozi wao na wakati wao waliweza kufanya vile vitu ambavyo tunafanya sasa hivi, ndio mpaka wako na barabara hizo. Leo hii kuna maeneo ambayo hayana shida ya stima. Kuna counties ambazo karibu 80%
kuna stima. Hapa katika kaunti ya Kilifi sitaki kupiga vijembe sana katika kaunti, lakini watu wengi sana hawana stima. Ukitoka tu katika barabara, unajua ukitembea katika hizo barabara zetu usiku utaona kwamba kuna stima, lakini ukitoka katika hiyo barabara uende katika vitongoji huko ambako hakuna barabara, utajua kwamba kuna maeneo mengi ambayo hayana stima. Na ni masuala ambayo tunayapambania, na hatuyapambanii kwa sababu ya vijana, tunapambania kwa sababu ya jamii nzima. Kwa sababu leo hii hata swala la ajira, tukifungua barabara hii, tukifanya barabara hii ikuwe ya lami, ikuwe ya all weather road vizuri ambayo inapitika, itafungua nafasi za ajira nyingi sana ambazo vijana wataweza kufanya biashara zao na waweze kupeleka bidhaa zao sokoni. Vile vile usafiri utakuwa vizuri. Leo hii tukiweka stima katika maboma yote katika kaunti hizi zetu za Pwani 6, tutakuwa tumefungua Pwani. Mtu yote ambaye ana masuala ya kazi yoyote ile anaweza fanyia kutoka nyumbani kwake, na hata ukiongelea hata elimu yetu itaboreka, kwa sababu leo hii ningependa nitaje swala hili kwamba elimu zetu hapa Pwani ukilinganisha na katika kaunti nyingine tuko chini. Kwa sababu gani? Jambo zima ni swala la stima. Mtoto akitoka hapa Pwani shuleni, ametoka katika shule tuseme ya msingi ambayo ni ya day school, ataenda shuleni alafu jioni arudi kwao. Katika kule kwao hakuna stima. Akirudi katika ile nyumba ili afanye hata homework, lazima atumie mataa ya mafuta ndio afanye zile homework zake. Na huenda kwamba kwa sababu ya labda mataa si mengi, atafanya homework na bado hatapata nafasi ya kufanya revision kwa sababu ya masuala ya stima. Katika mji wa Nairobi, mtoto anatoka shuleni, akifika katika ile shule, lunch anapewa kitu inaitwa dish na count, chakula. Hana shida ya kufikiria kama atarudi nyumbani atafutie mchunga ama mzungi aje ale. Tayari yuko katika hali ya akili ambayo iko sawa na hana shida yoyote. Turudi katika masuala msingi ya yeye akirudi nyumbani sasa, anaweza, kuna stima kila mahali. Ni yeye achague kwamba atafanya homework ama asifanye, atasoma ama asisome. Na huku kwetu tunasema hatuna nafasi sawia kama zile. Kwa sababu baada ya miaka 8 katika ile 844 ama sasa katika mtaala wa CBE, baada ya miaka 6 miaka 7 ataenda kufanya mtihani wa kitaifa. Na ule mtihani wa kitaifa ni mtihani sawia ambayo mtu ambaye anatoka katika maeneo ya Kwale ambako hakuna stima, na tumesema kuna maeneo mengine hata hayana network connectivity, haizi hata Google akiwa nyumbani, hata kama uko na smartphone. Ukiangalia atafanya mtihani wa kitaifa sawia na yule mwanafunzi mwingine katika maeneo yale mengine nchini Kenya ambayo yana vitu hivi vyote. Alafu huenda atamakiwa na the same examiner, atamark ule mtihani, hata jali huyu ametoka Katikirieni, hata jali huyu ametoka Dungicha, hata jali huyu ametoka maeneo ya Lamu ambako hakuna, hata jali, yeye atamark kulingana na marking scheme, alafu baadaye majibu yatatokea. Kuna baadhi ya watu ambao watakuwa wamefaulu vizuri katika maeneo yetu, ambao watapita na wataenda katika vyuo vya upili, lakini idadi kubwa, kwa sababu zile changamoto, si kila mtu ambaye ako na nguvu za kupambana hizi changamoto. Kuna wengine ambao watashindwa. Kwa hivyo tukishindwa na hizi changamoto leo hii, tutaanza kusema eneo la Pwani watu hawajaenda university, eneo la Pwani watu hawajaenda shule za upili, watu wamepata C's nyingi, D's nyingi, kuna watu wengine hawajafikisha 300. Lakini hatuangalii masuala ambayo yanasababisha hizi 300 ni nyingi. Kwa hivyo suluhisho nasema kwamba kila pahali kuna stima. Kuna rural electrification program ambayo nimeweza kuzungumza na baadhi ya wale watu ambao wanaishi katika maeneo ambayo yako na hizi programs. Wengine wanasema kwamba kuna maeneo ambao waliweka milingoti ya stima peke yake, lakini hawajamaliza kufika kule. Hatutaki complain sana. Tunasema kwamba sisi kama vuguvugu la vijana wa maendeleo Pwani, tutapaza sauti zetu ndio yale maeneo yawezi kuletiwa stima. Hatusemi kwamba tutapaza sauti zetu kupiga gavana, tutapaza sauti zetu kupiga MCA. Sisi tutapaza sauti zetu kwa wizara husika inayohusiana na nguvu za umeme na maneno ya fuel. Tutapaza sauti zetu ili waweze kuleta zile stima. County government kitaamua kutusaidia, itusaidie. Lakini tungependa tusionekane kama tunapiga vita county, kwa sababu county pia ina jukumu lake, inaleta maendeleo na sisi tunataka maendeleo. Na vile vile katika siku za usoni
tutakuwa tunaingia katika nafasi hizi za kaunti pia tuwe viongozi ili tulete maendeleo kwa ushirikiano, na naamini kwamba nguvu zetu leo zitaweza kuzaa matunda na hii pwani itabadilika, si kwa sababu ya vita ambavyo viko vya kisiasa, lakini kwa sababu ya suluhisho ambazo sisi vijana tunaleta katika meza na pwani yetu itabadilika. Okay, so labda pengine nikizungumza ili ninazungumzia kama taifa zima la Kenya. Tumekuwa tukiona vijana wengi sana wamejitokeza, labda pengine kama kuna kitu kinafanyika na tuseme labda serikali, na labda hawaridhishwi na mambo hayo, tunaona wanajitokeza. Lakini pia tukiangalia tumepata vijana wengi sana wanapoteza maisha, labda pengine mahitaji yao hayatimizwi ama malengo yao hayafikiwi. So ningeomba labda pengine utuambie, je, unaona vijana wako na nafasi, ama labda unaona vijana watafikia mahali ama watafikia malengo yao? Kusema kweli, swala la afya ya kiakili ni swala kubwa sana. Na leo hii utaniona kama mkakamavu, lakini pia mimi niko na changamoto zangu ambazo mara zingine zinaniweka chini. Lakini katika hali hii nzima ya afya ya kiakili lazima tuangalie sisi kama vijana malengo yetu. Tunataka kuwa watu kina nani katika jamii? Tunataka kuachieve nini katika jamii? Katika malengo yetu ndio nafaa tuongoze. Kwamba leo hii nimepata changamoto hii ama ile, mimi nafasi yangu katika jamii ni gani? Kuna mwingine ambaye labda anataka kuwa mwalimu. Katika ile azma yake ya walimu amehitimu na ameweza kufaulu kuwa mwalimu, na hii changamoto ambayo imempata ni kubwa, ambayo inaweza mfanya paka asahau malengo yake ya kuwa mwalimu, aweze kujitia kitanzi. Na iwapo utajipata kwamba uko katika huo wakati ambao nasema walimu wacha ukae, tafadhali tafuta usaidizi wa wataalamu wa afya ya kiakili. Na ni swala ambalo limekuwa likipigiwa kipaumbele sana katika vyuo vikuu vyetu, kwa sababu ukiangalia katika vyuo vikuu na ni katika na imani pia katika vyuo vikuu vya pwani pia wanapigania, kwa sababu katika vyuo vikuu ndio kuna visa vingi sana vya watu kujitia kitanzi. Sababu ni vijana ambao tuko wengi, kwa hivyo sasa vijana tukiwa katika makundi huwezi kuadvise. Sisi ndio tunakuadvise. Na katika sisi vijana kuna mambo mengine ambayo tunasema kwamba tunaona kwamba ni sawa, lakini katika mtazamo wa jamii huenda kwamba si sawa. Kwa hivyo ni swala ambalo lazima watu wakubali kwamba changamoto zipo, lakini jambo kubwa mimi nasema kwamba tutafute suluhisho. Leo hii niko na msongo wa mawazo, suluhisho la kwanza nitafute utaalamu wa matibabu. Kama utaalamu wa matibabu ya watu wa afya ya kiakili ni expensive sana, tunaweza kushirikiana kama vijana tufanye forums ambazo watu wataongelea kuhusu afya za kiakili, kwa sababu huko wanavifanya katika mitaa, katika vyuo vikuu vingi unapata kwamba wanaleta mental health advocates, wanakuja kuongelesha, na wale hawatuongeleshi eti mambo ya kitaalamu, wanatuambia tu tuongee, tufunguke, usikufe na kitu chako, ambacho hata mimi mwenyewe naweza kifanya pia. Niwaambie jameni, hata naomba niwafanye, usiteseke peke yako, hasa afya ya kiakili ya mtoto wa kiume. Usiteseke peke yako, sababu utateseka peke yako, lakini haufai kuteseka peke yako, kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kusaidia. Tafadhali usifunguke kwa mtu ambaye atakukejeli. Tafadhali masuala mengi ya afya ya kiakili watu wanafunguka kwa sababu ya unafunguka pahali ambapo hufai kufunguka. Funguka kwa mtaalamu, na kabla ufunguke tafadhali fanya utafiti ya huyu mtu ambaye unafunguka kwake, hasa marafiki. Kuna marafiki wengine ambao wanawachochea afya zote za kiakili ziweze kudorora, kwa sababu utamuelezea mtu shida zako, yeye anaenda kusambaza. Kwa hivyo kama ni mtu wa kusambaza, tafadhali chukua wakati wako, hakuna haraka na maisha. Chukua wakati wako, angalia mtu ambaye unafunguka kwake, kama si sawa achana nayo. Heri uteseke nayo, lakini usifunguke kwa mtu mbaya ambayo itasababisha afya yetu iharibike. Kuhusu nafasi yetu na shida zetu za afya ya kiakili, wale watu ambao wamefanikiwa katika maisha wameitwa wenda wazimu katika mara moja ama nyingine, sababu maono yako wewe unaelewa, lakini mwingine haelewi. Na katika wenda wazimu huu wetu umefanya tuwe wajasiri, kwa sababu kuna vitu ambavyo hatuogopi. Kuna wazee ambao wanaogopa, lakini sisi hatuogopi, kwa sababu huwezi nitishia kwamba utanishtaki ama unipeleke kotini unifunge, wakati mimi mwenyewe tayari nimeishi katika cage ya maisha, kwamba maisha yangu ni kama mfungwa. Kwa hivyo afya hizi zetu za kiakili ambazo tumechangamoto, niseme ni vita vyetu vya akili, zimetufanya tuwe wajasiri sana, kwa sababu ukiangalia mtu hawezi kutishia kwamba utapigwa risasi,
wakati wewe mwenyewe umeishi maisha ambayo ni kama ya kupigana. Leo unaamka unasema nitapigana hapa, nitatoboa kweli hapa, hata naweza jiua. Kwa hivyo ukiishi katika maisha haya unapata nafasi nzuri sana ya kwamba tunajifunza katika maisha haya vita vyetu. Cha msingi nasema kwamba tusiangalie hizi visa vyetu vya mental health kama matatizo peke yake, tuangalie kama solution. Katika hizi mapambano yetu ndio yanatupa sisi ujasiri ya kwamba leo hii huwezi nitishia utuambie kwamba utanifunga, kwa sababu mimi mwenyewe tayari nimeishi katika jela ya afya. Kwa hivyo katika kutafuta watu ambao tutaongea nao, katika kutafuta watu wengi ambao tutakaa nao, watuelezee, watatulie matatizo yetu, ni kweli tutafute, lakini tuangalie upande mwingine wa sarafu hii kwamba tunapitia changamoto hizi leo ndio ziweze kutukomaisha, kwa sababu ukiangalia vijana wengi sasa, wazee watatuambia hao wamezeeka wanajua mengi, lakini sisi vijana tunajua mengi kuliko wazee. Na naweza kuambia hapa katika show hii kwamba sisi vijana tunajua mengi kuliko wazee. Ni venye ambavyo hatusemi, kwa sababu tumepitia changamoto nyingi na tumezipitia kwa ujasiri, na katika kujua haya mengi kama vijana hatutalia kila siku mtupe nafasi zetu katika jamii. Itabidi tujitafutie nafasi hizi, na tukijitafutia nafasi hizi tutazifanya vizuri, na iwapo tutakuwa tumekosea, sisi wenyewe tunaingia katika nafasi hizi tukisema kwamba tunakosea, tunajua tutakosea, lakini tuko radhi tukosee tukiwa kazini na tuko radhi kurekebisha makosa yetu. Kwa hivyo ningeomba, ni swala la jamii. Mtu yote ako na swala la afya ya kiakili, jamii isimkandamize, lakini isimame naye. Sisi viongozi wa vijana, jamii isitukandamize, isimame na sisi. Watu wote ambao hata walimu, jamii isiwakandamize. Ni swala la jamii kwamba jamii ituweze kutusupport. Okay, so ningependa pia uzungumzie hili hususan katika eneo letu la Kilifi. Je, serikali ya leo ama serikali yetu inasimama na vijana ama inasikiza matakwa ya vijana, ama labda pengine kuna changamoto zenye serikali inapitia kiupande wa vijana? Tukiangalia labda pengine vijana wengi wamekosa ajira, ama labda pengine wanataka nafasi fulani katika serikali, lakini tukiangalia serikali yetu ya leo labda pengine sitaki kusema labda imetenga vijana, lakini ukiangalia percent kubwa sana ni kama tuseme vijana wameachwa kidogo. So labda pengine utuambie mchango wa serikali katika. Ningependa kutaja swala hili kwa upande wa ugatuzi. Ugatuzi kwangu ni ono la kipwani, sababu ugatuzi na majimbo ni jambo sawia. Ugatuzi uliletwa na Ronald Ngala. Na Ronald Ngala, ndugu zangu, alikuwa anasema ugatuzi kwa sababu huku kwetu kuko marginalized ndio tupate maendeleo. Leo hii ugatuzi umefeli. Katika hii miaka 20 ambayo tunaingia ya ugatuzi, ugatuzi umefeli. Katika eneo la pwani ugatuzi umefeli. Na wale watu ambao wanaelewa masuala ya ugatuzi watakwambia kwamba umefeli kwa sababu ya viongozi hawana ile ari kama ya Ronald Ngala. Kwa sababu ningependa kwamba tungekuwa sisi viongozi wa pwani tunatembea katika nyayo za Ronald Ngala, ya kwamba tupe kipaumbele ugatuzi, na sisi ndio tulikuwa tunafaa tuelewe ugatuzi kuliko mtu yoyote yule mwingine katika pwani hii. Lakini leo hii ugatuzi umefeli kwa sababu ya maono ya Ronald Ngala hatuyafuati. Viongozi wengi wanataja tu Ronald Ngala lakini hawaishi yale maneno ambayo alikuwa anasema. Kwa ugatuzi kufeli katika kaunti ya Kilifi inamaanisha kwamba, na pwani nzima, si Kilifi peke yake. Ugatuzi kufeli katika pwani nzima inamaanisha kwamba system haziwork. Si katika vijana peke yake, system haziwork. Leo hii yale maeneo ambayo yaliweza kugatuziwa na tusema developed functions za government, masuala kama afya, leo hii hatuna madawa hospitali. Nimeweza kupata vijana wengi ambao wanafanya kazi ya bodaboda, wananiambia Bwana Hassan, ukipata nafasi ongezea kuhusu story za dawa. Na ni story ambayo ni failure si tu ya county government, lakini ni failure hata ya national government. KEMSA ni failure kubwa sana, na ni swala ambalo tunaweza kulizungumzia kwa undani kivyake. Lakini kurudi kwa swali lako, vijana ili waweze kupata nafasi katika kaunti zetu, si lazima kaunti tutengezee ajira. Si lazima sote tuajiriwe katika kaunti, lakini ni kaunti tengeze mazingira ambayo yatafanya
sisi tupate ajira. Na katika ajira hizi unajua kuna swali kubwa sana ambalo ni sisi vijana tunafaa tufanye, na ni sisi vijana tuelimishe vijana wengine. Okay. Kwamba leo hii kazi ama wewe kijana kuajiriwa si lazima ukue uajiriwe na serikali. Namba pili, si lazima ufanye biashara ndio ujisikie kwamba wewe kijana umeweza kuinuliwa ama umekuwa empowered. Okay. Namba tatu, si lazima vijana wote hapa katika kaunti ya Kilifi tuwe katika tuseme SACCOS. Si lazima tufanye hivi vyote ndio tuhusike. Ni wewe kama kijana mbunifu uangalie opportunities ambazo ziko. Mimi kama kijana Hassan Lewa niangalie opportunity ambazo ziko na niangalie strengths zangu mimi kama kijana nitapenya wapi. Kwa sababu tunaishi katika jamii. Si lazima wengi wawe walimu, lazima tuangalie nafasi zetu. Na katika zile nafasi zetu sisi kama vijana tuangalie tunaweza penya wapi. Okay. Ni sawa? Kwa sababu nimeangalia jinsi ajira za jumla zinakuja hapa katika kaunti ya Kilifi. Kwa sababu nimekaa katika kaunti ya Kilifi kwa muda mrefu sana. Hata nikisoma narudi Kilifi naangalia jinsi inafanya. Okay. Swala la table banking lilipoletwa katika miaka ya 2018, 2017 tukisonga songa katika hiyo miaka ya 2010 huko mpaka 2020 kulikuwa na swala la table banking ambalo lililetwa Kilifi. Na swala hili lililetwa kwa kina mama zetu. Okay. Na katika kina mama zetu walifunzwa kuhusu table banking na ilikuwa imefanya kazi tayari katika maeneo mengine, wakakuja kufunzwa table banking. Okay. Na table banking iliweza kusaidia watu wa Kilifi. Table banking haikuwa swala la ajira ya TSC, haikuwa swala la ajira ya pesa kupeanwa, ilikuwa ni idea ambayo ilileta ikasaidia. Leo hii tunazungumzia kuhusu Shining, kuhusu Shofco. Shofco imekuja na inasaidia vijana. Okay. Shofco si swala la ajira ya kaunti ati kaunti kuja kupe kazi. Yeah. Ni idea ambayo ililetwa kutoka nje ikaweza kufanya kazi na vijana leo hii wanafaidika si tu katika maziwa ya Shofco lakini kwa vitu vingi. Nazungumzia hizi kwa sababu ni nafasi ambazo zimetengenezwa na watu wengine ambao si wa pwani, wamezileta katika eneo la pwani na tunafaidika. Ubunifu ndo kitu ambacho kitatuondolea swala la unemployment. Sababu nimekutajia vitu viwili vibunifu ambavyo vimegeuza eneo la pwani. Tukileta ubunifu wa vijana wa pwani waketi wafanye vitu bunifu, walete miradi ya ubunifu, itatusaidia sisi kama vijana wa pwani. Kwa hivyo sitaki kuita ukiritimba, lakini niwite tatizo la kutegemea serikali tusaidie kama vijana. Ndio inatupotosha. Sababu mimi leo hii nitaketi niseme sitafanya kazi, serikali nafanya nisaidie. Serikali haitakusaidia. Serikali itafanya mazingira ya biashara zako, mazingira ya kila kitu chako lazima ufanye. Lakini ili mimi kama kijana nipate kazi, lazima niangalie mimi nataka kufanya nini. Nisiangalie mwingine anafanya nini. Sababu hata ukiangalia sasa kuna mradi wa Nyota. Katika ule mradi wa Nyota hawajasema sote tufungue biashara za nguo. Wamekuja wakatuliza, wewe unataka kufanya nini? Wanakuwezesha. Okay. Mimi kama kijana nikijua nataka kufanya nini, nitafute njia ya kuwezeshwa. Either kutoka kwa serikali, kutoka kampuni binafsi, na kusema kweli kuna opportunities nyingi katika nchi. Na kweli tuna shida la unemployment katika Kenya nzima, lakini pia kuna opportunities nyingi. Okay. Mashirika ya kimataifa yamekuja, yanafanya kazi na vijana. Tunaweza kuingia katika kazi. Na ningependa kumalizia swali lako kupitia swala la teknolojia. Leo hii unaongoza kipindi hiki. Ni kazi ambayo watu wengi wanaidharau, wanasema kwamba hii kazi si kazi kubwa. Lakini ni kazi kubwa ambayo inaweza kupa kipato kubwa sana. Na ni kitu ambacho utakuwa unakulia kwa muda mrefu. Sababu kampuni kama Meta inalipa. Na leo hii haita make sense ukilipwa mapeni kwa sababu lazima ya kusanyike yafike pesa nyingi. Lakini ukiendelea kupata bidii na ukiendelea ukakamavu, utapata pesa zile hatimaye. Kwa sababu kitu ambacho hawakuambii hawa watu ambao hata katika biashara, hizi pesa hazikuji tayari immediately. Okay. Hata ukifanya biashara sahihi, huwezi pata profit immediately. Lazima uwe umejitayarisha kwamba utalipa wafanyakazi kama kwa mwaka mmoja, alafu baada ya mwaka wa pili ndo utapata ile profit. Lakini ni jambo ambalo hatujui sisi kama vijana kwamba tunatarajia nifanye hii biashara, baada ya mwezi mmoja nipe profit, alafu isiponipa profit naachana. Hakuna kitu katika nchi hii ambayo kinakuletea profit. Hata katika siasa, hata juhudi zetu katika siasa hazitazaa matunda 2027. Zinaweza zaa matunda hata 2052.
lakini lazima tupambane. Kwa hivyo vijana, jambo kuu ambao wazee wetu wanatupita nalo ni subra pia. Subra, pambania kile kitu ambacho unafanya, kipambanie, na hatimaye ndugu zangu kitaleta suluhisho. Na hakuna maisha mapya ambayo tunaishi, hakuna ati secret card ambayo tuko nayo. Ni kile ambavyo wazazi wetu wamekuwa wakiishi. Tunasoma katika maisha yao, tuangalie mistakes walizofanya, tuangalie solutions. Kwa sababu nikisoma historia walikuwa nasema kwamba historia ni somo ambalo linakufunza makosa ya watu wa zamani ili yaweze kutengeneza maisha yetu ya sasa. Kwa hivyo tuangalie tu. Ukinisikiza vizuri nakwambia hii jamii haiwezi kuwa bila vijana, bila wazee. Sababu wazee wana busara, lakini sisi vijana nasema tunajua. Kwa hivyo katika kujua kwetu lazima tujue kwamba busara ya wazee pia lazima ifuatiliwe. Kwa hivyo katika sekta zetu zote za employment, hakuna serikali ambayo itakuja ikwambie itakupa kazi. Zote kazi zitapatikana. Tumeona kuna kazi za affordable housing. Hizi kazi haziwezi kuwa kwa vijana wote, ni vijana katika sekta moja. Kesho watakuja na story nyingine ya serikali. Huenda hata sisi tutakuwa serikalini tuseme tunawapa katika sekta hii na sekta ile. Lakini hakutakuwa na block employment ya kila mtu. Kusema block employment ya kila mtu haiwezekani katika uchumi huu, kwa sababu pia tuko third world. Tunasonga katika heka zetu hizi za kutafuta usaidizi. Tafadhalini tusitegemee serikali peke yake itusaidie, lakini sisi wenyewe tujisaidie. Leo hii tufikirie ideas, halafu tuende katika meza za serikali tutafute usaidizi. Kuna grants ambazo zinapeanwa. Kwa hizi grants tutafute njia ambazo tutaweza kupata grants kama hizi tuweze kujiwezesha. Na ni jambo ambalo watu wengi hasa katika maeneo mengine ya nchi wanafanya, lakini wanafanya kwa siri. Hamtajua. Mtaona tu vijana wamekuja hata watafanya hata wawaiti waongelesha afu wape 1,000. Ni mtaona wamekuja kuwapa opportunities, lakini opportunities ambazo nitafuta kimya. Walipozitafuta wakazipata, wakazileta na zinafanya kazi na wanapata. Na kuna mambo mengi sana ama opportunities nyingi sana za vijana, lakini zinafanywa kimya. Lakini tatizo kubwa letu, na nitasema kwamba tunaweka macho yetu yote kwa serikali nisaidie, lakini kuna wajanja kidogo wako katika macho mengine katika mashirika wanapata usaidizi. Na ningependa pia hizi opportunities ziwe sawa kwa kila mtu. Ndio nimerudi kwa interest. Tafuta interest yako ambapo kama kijana unataka kufanya nini. Si lazima kile ambacho umekisomea. Wewe kama kijana unataka kufanya nini? Halafu tafuta mbinu ambayo utapata mtaji wa kile kitu ambacho unafanya. Na nimesema teknolojia ndio future. Leo hii kazi nyingi ambazo tunafanya zitakuja kumezwa na maji ya teknolojia. AI inakuja inameza kazi nyingi. Kazi za walimu zitaenda. Hata kazi za wanahabari zitaenda. Kazi nyingi zitaenda. Lakini zitaenda iwapo tutaogopa ku-embrace teknolojia, tufanye kazi nayo. Sisi tunaweza shape the future. Tukifanya kazi na teknolojia, tutafanya ile quality ya kazi zetu ziwe juu zaidi, na ziwe rahisi sana, na tutaweza kujisaidia. Na iwapo tukikataa teknolojia, basi hatutakuwa na kazi, kwa sababu teknolojia inafanya vizuri. Hata sasa leo hii kuna nyimbo ambazo zina trend kubwa sana za AI. Wasanii wanafaa wafanyeje? Wanafaa watumie AI katika production zao, ndio hizi nyimbo zao ambazo ni kali zaidi ziwe kali tena zaidi. Kwa hivyo ni jambo lote la sisi vijana tutafute interest zetu, kwa sababu kama AI leo hii inatishia kuchukua kazi zetu, basi serikali itatupa kazi gani? Kwa sababu zile kazi ambazo serikali inataka itupe zikichukuliwa na AI, hatutalaumu serikali kwa sababu haijatatua shida za ajira. Kwa sababu serikali pia inajitoa katika swala zima la ajira pole na ni swala la muda. Na ningependa tuangalie mataifa mengine yamefanyaje. Tukiangalia mataifa mengine yamefanyaje, tutapata suluhisho ya shida zetu. Lakini kazi kubwa, na narudia tena, ni interest yako binafsi. Kama kijana wa pwani, uangalie interest yako, alafu upambanie interest yako, na katika ile interest yako usiwe tu mtu ambaye hafanyi research. Fanya research na utasaidika. Tuko wengi katika eneo la pwani na hatuna ajira wengi. Lakini tukiendelea hizi interest yangu leo hii nikifanya inaweza ajiri watu kama 50. Interest ya mwingine iajiri watu kama 50. Interest nyingine iajiri watu. Hili tatizo la unemployment tutakuwa tumelikata pole na litakuwa sawa. Okay, so labda pengine uelezee watazamaji wetu, kwa sababu ninajua watakuwa wanatazama hii show,
tukiangalia labda Gen Z sana sana, kwa sababu wewe labda ni kijana, ndio ifikie mahali uitwe kiongozi ama ifikie mahali wa kuchagua wewe kama kiongozi wao, huwa wamekuamini. So labda pengine utuambie msimamo wako wewe na kusimama na vijana, ama msimamo wako katika kuangalia kundi la vijana ni upi? Mimi ni kiongozi wa vuguvugu la vijana na maendeleo Pwani. Na mimi siwapi vijana pesa ama siwapi kitu chochote kikubwa sana. Nawapa maono ya Ronald Ngala, na wapa maono ya Karisa Maitha, na vile vile tunafanya maono haya kwa ujasiri wa Fumo Liyongo. Maono yangu ni kwamba Pwani ibadilike kimaendeleo. Kubwa sana ni maendeleo. Kwa sababu nina imani kwamba katika maendeleo yote ya Pwani ndio yatafungua biashara nyingi sana. Yatafungua nafasi nyingi katika eneo la Pwani. Kwa sababu hata ukiangalia miji yetu hapa katika eneo la Pwani ni kidogo sana. Ni towns kidogo sana, lakini maeneo ya mashinani yana potential kubwa ambayo iko untapped. Leo hii kuna mashamba mengi katika maeneo ya mashinani. Na kuna vitu vingi katika maeneo ya mashinani, lakini tuna concentrate kila kitu kwa urban areas. Na nasema hii leo kwamba sisi tufungue jamii yetu macho kwamba lazima tuhakikishe kwamba serikali inafanya wajibu wake. Nimesema wajibu wa vijana. Sasa ni wajibu wa serikali. Wajibu wa serikali na sisi viongozi wa vijana tupambanie maendeleo yafike katika maeneo yetu ya mashinani. Kwa mtazamo wangu ni kwamba, na mtazamo wa vuguvugu ni kwamba maendeleo haya yafike kwa misingi hii ya kwamba tupate barabara, tupate umeme, tupate network connectivity nzuri, na vile vile tupate huduma nyingine za kimsingi ambazo zitaleta maendeleo katika maeneo yale. Vijana wananisikiza sana. Kwa sababu hata natembea na mara nyingi naturusha video zangu katika mitandao ya kijamii. Na napita nasema tumekuona pahali katika mitandao ya kijamii na unasema jambo la busara. Na ni ujumbe tu wazi kwamba kila mtu tafadhalini chukueni kile ambacho tunasema muweze ki-implement. Vijana wananiamini kwa sababu ya hizi sera ambazo nauza. Na si sera geni, nimesema. Ni sera ambazo zilikuwa na kiongozi wetu wa kwanza wa eneo la Pwani la nchi nzima, kiongozi wa KADU Ronald Ngala. Kwa hivyo vijana hawa wananiamini. Lakini sasa changamoto kubwa ya hawa vijana, nawaambia sasa, mkiniamini sasa ujeni katika meza. Tuje tuangalie jinsi ambavyo tutasuluhisha tatizo hili. Tuketi tuangalie jinsi ambavyo tutaleta maendeleo. Leo hii kuna swala ambalo tunalipigania sana la kura. Kura ni kwamba ni kitu kubwa sana ambacho lazima kila mwananchi ama kila kijana apate kura. Tumeketi na vijana, viongozi wa vijana wengi sana, na si wa vuguvugu peke yake. Tumeketi na viongozi wengi ambao siwezi wataja kwa sababu ya mashirika yao. Lakini katika viongozi hao wote ambao tumeketi nao, tumesema kwamba jambo la kwanza ni civic education. Lazima tueleze wa vijana wetu, wa Pwani wetu kuhusu masuala ya umuhimu wa kuchukua kura. Na si katika kuchukua kura katika mstakabali ama muktadha wetu wa Pwani, kwamba unachukua kura ili uweze kuleta machungwa 6 ama mawilbaro 6, lakini unaweza chukua hata isiwe wheelbarrow ama usikue mtu yote. Kama kuna wheelbarrow ambayo inakufurahisha, mchague. Kama kuna chungwa ambalo linakufurahisha, lichague. Lakini katika kuchagua huku, angalia huyu kiongozi anatupa nini. Ndio maana tumekuja na initiative inaitwa Sana Kadi. Sana Kadi ni kama initiative kama zingine kama Niko Kadi. Lakini sasa sisi tunasema kwamba Sana Kadi ni swala la viongozi ama vijana sana wanapenda usemi wa sana shamba. Ukisikia sana shamba. Sasa tunasema kwa sababu ni vijana na hawa ambao tunawataka, tunataka tulete initiative ambayo inafikia vijana. Tunasema basi ni Sana Kadi. Kwa hivyo kila mtu akitembea awe na kadi. Na katika initiative yetu ya Sana Kadi ni ambayo iko katika initiative kubwa ya vuguvugu la vijana maendeleo Pwani ya sajili vijana Pwani initiative. Na tumesema kwamba tunataka kuanza na kaunti ya Taita Taveta ambayo tutaenda kuketi kule. Hatujapata tarehe ambayo tutaifanya, lakini tutakuwa tunatembelea wiki hii katika eneo la Taita Taveta tuweze kuangalia jinsi demographic ya Taita Taveta iko, tuone tutafanyia wapi na tuone ni viongozi gani katika eneo la Taita Taveta ambao tutafanya kazi nao. Baadaye tutafanya mwongozo wa jinsi ambavyo tutafanya initiative hii katika kaunti zote 6 za Pwani. Kilifi tutaipa kipaumbele, lakini sasa tutakuwa tunaenda katika kaunti za Lamu, tutakuwa tunaenda katika kaunti za Tana River, alafu tutamalizia na hapa Kilifi. Lakini kipaumbele kwetu ni si vijana wa Kilifi peke yake. Kwa sababu sisi solution yetu tunaamini kwamba Pwani, eneo la Pwani is one economic block,
na ili tuweze kusuluhisha ama tulete katika maendeleo pwani, lazima tuwe kama vijana wa moja ama pwani moja. Lazima tuongee kwa sauti moja ndio tuweze kuleta maendeleo pwani, kwa sababu sitaki kuingilia sana. Ni kila kiongozi anakuambia kwamba sisi pwani tumetengwa sana kimaendeleo. Katika keki ya kitaifa sisi tunachukuliwa kama others. Na tumesema kwamba tukitengeza nyumba yetu, hata Biblia inaambiwa kwamba wanasema kwamba ukitengeza nyumba yako basi itakuwa vizuri. Na sasa tuko katika harakati za kutengeza nyumba yetu, na tukitengeza nyumba yetu ndio tutakuwa na sauti kubwa ya kitaifa. Na pwani, ukinisikiza vizuri, pwani iko katika eneo kubwa la kuleta solutions katika taifa nzima. Kwa sababu sisi ndio tumeshikilia port jamii. Blue economy no future. Hakuna AI itakuja kuchukua blue economy. Hakuna blue economy ndio unafaa uwe mzizi wa taifa hili. Leo hii kuna nchi ambazo zinateseka sana kwa sababu ziko landlocked. Lakini kila mtu hapa Kenya anasema tuko na bahari, lakini hatuja tap into the full potential ya hii bahari yetu. Kwa hivyo nahisi kwamba kupitia swala zima la sisi kuwa ndo key stakeholders wa swala la blue economy, tunaendesha uchumi wa taifa hili. Kwa hivyo tunafaa tuweke katika kipaumbele, not because ni haki yetu, lakini what we are offering to the table as a coast region. Kwa hivyo ni masuala ambayo tutakuwa tunaelimisha watu pia katika hizi kaunti zote ambazo tutatembea. Na katika madhumuni yetu ni kwamba tutaleta vijana katika meza ya kitaifa kwa sababu ya uwezo wao kupiga kura. Licha ya swala la sana kadi, kuna swala la climate action ambalo sisi tunalipigania sana. Leo hii kuna watu na yanapata vitu vingi katika maeneo mengi ya nchi ya Kenya, na wanapata vitu vingi sana in terms of grants, na marupurupu mengine ambayo hata mengine ni ya fedha kwa zile jamii za mashinani katika maeneo haya ambayo yanateseka na mabadiliko ya tabia nchi. Hapa katika eneo la pwani nimetembea sana, nikienda Nairobi katika eneo la Taru, katika eneo la Kwale, unaona kwamba it's a very dry area. Na mimi sijaona any efforts zikifanywa. Huenda watasema kwamba hawana pesa, lakini pesa za climate action si lazima zikuje kupitia county. County kweli na ile 2% ambayo inafaa ya bajeti yake ya development yake katika masuala ya climate action, lakini si suluhisho peke yake ambalo ati county lazima ipeane hiyo pesa. Kuna hata World Bank inapeana. Kuna mashirika mengi. Leo hii kama vuguvugu la vijana wa pwani tumehusishwa katika kuformulate the Kenya Youth Green Manifesto, ambayo itakuwa ina guide the youth statement ambayo itaenda kwa COP 31 ambayo iko katika kimataifa. Na katika kimataifa haya sisi kama vijana wa pwani tulipata nafasi ya kusema kwamba tafadhalini, katika mazungumzo yenu hamjawahi ongelea kuhusu maeneo ya Ganze ambayo yameteseka sana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna lot of drought huko. Hamjaongelea katika maeneo ya Tana River ambayo yako na mara nyingi hata mafuriko na vile vile yako na drought. Kwa hivyo sisi vijana wa pwani tuko katika kipaumbele ya kupigania maeneo haya ambayo yana climate yamepatika, tunasema yamekosa climate justice kwa muda mrefu. Na hata wale ambao wanauza masuala ya carbon credits wakuje kwa zile carbon credits zetu, wakuje watupe pesa tupande miti huku katika maeneo yetu. Na tukipanda miti, na sisi hatupandi tu miti, tunatafuta jinsi ambavyo tutafanya miti hii ikue, kwa sababu tumeona uwezo wa jinsi misitu ya kupanda inaweza kubadilisha vitu kama hivi. Tumekuwa tukisoma sana katika geography, tumesoma katika science jinsi ambavyo ukipanda miti inaweza kutusaidia, lakini hatuwezi panda mtu mmoja peke yake. Lazima tupande miti mingi ndio iweze kuleta hata ile kitu ambacho wanaita relief rainfall. Vile vile kuna rainfall nyingi hata katika bahari zetu hizi ambazo zinakuja. Ili tubadilishe eneo zima la pwani, hatuwezi libadilisha kwa kisiasa peke yake. Lazima tupigane katika fronts nyingi. Tunapigania huku katika siasa, tunapigania katika climate justice, tunapigania katika human rights, kila pahali. Ili mradi sisi tunasema pwani lazima iwe kipaumbele, na hakuna conversation ambayo itafanyika nchi hii inahusu vijana, inahusu sera yoyote ambayo sisi hatutaweka pwani katika ile meza. Leo hii ukiangalia tulianza organization yetu back in April mpaka sasa miezi 2-3, lakini nguvu yetu inaweza kusikika kwa sababu gani? Sisi hakuna meza ambayo hatuingii. Tunasema mbona pwani haiko hapa? Tukisema mbona pwani hatuingii pale katika ile kifua, tunaingia kupitia suluhisho. Tunasema nyinyi mnasema kwamba pwani hakuna vijana wanafanya hivi. Leo hii vijana tuko na initiative ABCD. Tusaidieni.
kama mwezi tupo pesa, tupeni mawaidha jinsi ambavyo tunafanya. Mawaidha ni muhimu sana. Watu wanadharau mawaidha. Mawaidha yatafungulia milango katika nchi yetu ya Kenya. Tupeni mawaidha. Kama tumekosea, tupeni njia ambayo tunafaa tufanye right, lakini mjue nia yetu ni kubadilisha eneo la Pwani. Kwa hivyo kuna initiatives nyingi ambazo tunafanya na nisingependa kuziongelea sasa, lakini ningependa watu wazione. Watu wazione kwa sababu kiongea inakaa empty talks without any action, but mtaziona katika eneo hili letu la Pwani. Na sisi tunaambia wa Kenya, tunaambia wa Pwani kwamba interest zenu ni interest zetu. Kwa hivyo tusupportini, msitupige vita. Kuna watu ambao katika mitandao ya kijamii mara zingine wanatupiga vita, lakini sisi hatuwajibu kwa sababu tunaona hawaelewi, wamezoea the bare minimum sana. Na katika bare minimum yao ambao wamezoea sana, ndio maana wanaona kwamba hakuna nafasi ya Pwani kuendelea. Okay, Mr. Lewa, naomba labda pengine utuambie ushauri wako wa vijana ni upi? Ushauri wangu hata si mgeni kwa sababu ni ushauri ambao kila mtu anaongelea kila siku. Wazazi wetu wamekuwa kila siku wakiamka wanatuambia tafadhali, Hassan, fanya hili, fanya hili. Kuwa na adabu. Kuwa focus na kile kitu ambacho unafanya. Unataka nini maishani? Kwa hivyo ushauri wangu mkubwa sana ni kwamba tusikize yale maneno ambayo wazazi wetu wamekuwa wakituelezea. Kwa sababu sisi vijana ni kweli tuko na watu watasema kwamba tuko vichwa, lakini hatuwezi bila jamii nzima kutuelekeza. Kwa sababu katika ukiangalia setup nzima ya dunia, eneo la Pwani ndio lina setup nzuri sana kuliko setup yoyote. Sababu hapa Pwani ndio unaweza amka, mtoto ni wa community. Jirani anaweza kuambia fanya hili, fanya hili, akupe mawaidha. Lakini katika maeneo mengine huwezi pata vitu kama hivi. Kwa hivyo tusikize wazazi wanatuambiaje. Discipline ni kitu muhimu sana. Fanya mambo yako yote, lakini discipline kwa kile kitu ambacho unataka kufanya ni muhimu, kwa sababu discipline ndio hata tunasema kwamba inakuweka kazini. Unaweza kuwa indisciplined kwa vitu vingi, lakini katika lengo lako ambalo ni maono yako, kuwa disciplined. Lakini hata wengine, ili uweze kufanikiwa, kwa lugha ya kimombo tunasema sustainability, lazima uwe disciplined kila mahali. Focus, lazima uwe focused kwa malengo yako. Alafu jambo lingine kabisa ambalo ningependa kulizungumzia sasa la kisiasa ni kwamba vijana hakuna wakati mwingine, wakati ni sasa. Lazima tujitokeze, tuchukue kura na vile vile tujitokeze katika uongozi. Na ningeomba watu waweze kuwa na mtazamo tofauti na ule ambao wako nao sasa hivi. Sisemi kwamba mtazamo huo ni mbaya kwa masuala ya siasa za Pwani, lakini ni mtazamo ambao lazima tubadilishe kidogo ili tuweze kupata malengo yetu ama kuafikiana na kuhitimisha malengo ambayo tunataka kufanya sisi kama vijana. Jambo kubwa kabisa ambalo vijana wanafaa wafanye ni waangalie nafasi zao katika jamii na wachukue nafasi hizi kimasomaso. Kama mnavyoona, mimi nimejitokeza. Haimaanishi kwamba nimejitokeza kwamba hakuna changamoto. Changamoto ziko, lakini katika changamoto hizi najifunza katika changamoto hizi, na katika changamoto hizi zinanipa nafasi ya kufanya makosa. Na kwa sababu mimi ni kijana, hawajanipa kitu chochote, naweza rekebisha. Hata nikiwa katika kiti wakinikosoa na kubali makosa na naweza kurekebisha. Ningependa kusema kwamba sisi kama vuguvugu la vijana wa Pwani hatutaki kitu chochote cha kisiasa mwaka 2027. Katika miaka ijayo tutatafuta labda endapo wananchi watasema. Lakini sasa hivi tunahimiza vijana ambao wananisikiza kwamba tuingie katika masuala ya kuwajibikia Pwani yetu, tuingie katika masuala ya kuleta maendeleo katika Pwani yetu. Na maendeleo haya, ndugu zangu, si katika siasa peke yake. Kuna maeneo mengi ambayo tunaweza ingiza swala hili. Kwa hivyo vijana wenzangu, naomba msiogope siasa. Msiogope kufanya uwajibikaji wowote ule. Msiogope masuala ya climate action. Msiogope masuala ya mentorship. Msiogope swala lolote lile ambalo linaweza kutuletea manufaa sisi kama jamii ya Pwani. Kwa hivyo namalizia nikisema kwamba wazee wetu, haimaanishi kwamba pale ambao wako labda unaona mzee hayuko katika nafasi nzuri labda kiuchumi, useme kwamba hana akili ama wewe ndio mjanja kumliko. Ni kweli una ujuzi wewe kama kijana, lakini niamini nikikwambia kwamba kuna wisdom ya wale ambaye alisema kwamba kile ambacho mzee anakiona akiwa ameketi
kijana akipanda juu hawezi kiona. Kwa hivyo lazima tukue na intergenerational relationships yetu kati ya mimi kama kijana na yule mzee na mama pale na vile vile mtoto mchanga. Lazima tukae kama jamii moja, na hii inamaanisha kwamba wazee ni swala kubwa sana ambalo nalijaribu kulificha vizuri, nilipapase vizuri ndio silitokee vibaya, ndio ilikuwa very sensitive. Sasa swala la Gen Z versus wazee. Gen Z tunaona kwamba wazee kidogo hawatusikizi, hawaoni kile ambacho tunaona, na wazee pia wanaona sisi tumekosa adabu. Ndio maana najaribu kusema kwamba tafadhalini vijana tutambue umuhimu wa wazee katika jamii. Vile vile wazee watambue kwamba sisi vijana tuko na nguvu nyingi sana, na tukipata nafasi ya maandamano tutaenda kuandamana. Lakini tukikosa nafasi ya maandamano, tukose nafasi ya kwenda kwa disco vumbi, tusiende kwa hizi madini. Tuko na energy nyingi ambayo tuko nayo. Na hii energy kwa sababu ni nyingi lazima itolewe. Sisi tunaitoa katika masuala ya maendeleo, masuala ya siasa. Kwa hivyo mturuhusu, kwa sababu tusipofanya hii energy, tusipoitoa hii energy katika masuala haya, basi tunaweza fanya vitu vingine ambavyo vinaweza dhuru jamii. Kuna watu wanaweza enda kuiba, wanaweza kufanya nini. Kwa hivyo sisi katika hii energy yetu badala tuipeleke katika pahali kwingine ambapo kuna si vizuri kulingana na mantiki na jinsi ambayo tunafaa tukae kama jamii, tumeileta katika masuala ya siasa, tumeleta katika masuala ya maendeleo. Na wengine wetu wameleta katika masuala ya sporti, wengine katika talanta. Kwa hivyo ningeomba pia jamii yetu iweze kuhakikisha kwamba inatusaidia sisi. Si lazima watupe misaada ya pesa. Ushauri ni muhimu, na vile vile si lazima pia ushauri. Mnaweza tuombea. Kama uwezi tushauri, tuombee. Tuombee Mwenyezi Mungu aweze kutuguide vizuri, tuweze kufanya vitu vyetu sawa, vizuri viwe sawa. Labda pengine tukimalizia, naomba ugusie pale kwenye labda pengine vijana. Tukiangalia vijana wa sasa hivi wanatumika sana katika siasa, labda pengine vijana wanatumika labda kuvuruga mikutano. Naomba tu uzungumzie, hebu wape ushauri vijana kama hao wenyewe labda pengine wanatumika katika siasa. Katika mkutano wetu wa kwanza kama vuguvugu, wa wale watu ambao walianzisha, tulikuwa tumeketi na kijana anaitwa Helia kutoka Malindi, na vile vile kuna kijana anaitwa Jomo Shabnu kutoka maeneo ya Kilifi, na vile vile anatoka katika maeneo ya Mariakani. Tuliketi tukasema sisi tunataka tufanye kazi na intellects, vijana ambao ni intellects, lakini si vijana ambao ni goons. Tukasema kwamba swala la goons hatutawahi lizungumzia katika mikutano yetu, kwa sababu tunaamini kwamba huyu kijana ambaye unamuita goon ni kijana ambaye ni intellect, ni kijana ambaye ni msomi. Sababu ukiangalia hata katika visa vya goons, unapata wale goons ambao wanaitwa goons ni university students. Na wale university students wako na maeneo ambayo wako na fani ama wamebobea katika maeneo yale. Lakini jamii ama wanasiasa wanapuuzia nguvu na strengths za huyu mtu kama professional, kama student. Wanaangalia yeye kama a tool of mobilization, wanamwangalia kama goon. Kwa hivyo ni mtazamo, tuache kuona wenzetu kama goon. Sisi vijana wenzetu, sifai kama kijana niite mwenzangu goon. Tafadhali, kijana si goon. Huyu ni kijana ambaye anatafuta nafasi. Kwa sababu nafasi zimeweza kufichwa ama zimeweza kuwa gatekept kwa hii nchi, yeye anaamua kwamba aingie katika siasa. Na kwa sababu ni mkutano wa siasa, inabidi apige nduru, aimbe one term, aimbe two term. Lakini utapata kwamba huyu kijana ako na vitu vingine ambao anafanya. Leo hii ukisikia wale vijana ambao wamehusika katika goonism wameshikwa, hata wengine wamepoteza maisha. Ukiangalia wanahabari wakienda kwa nyumba zao, utapata kwamba huyu alikuwa anasomea architecture, huyu alikuwa anasomea engineering. Kwa hivyo nataka kuniambia kwamba hizi vitu zote havijatiliwa maanani, kwamba huyu ni architecture, huyu ni engineer, huyu ni mwalimu, lakini sisi tunaona goon peke yake. Kwa hivyo tukiacha kuona vijana kama goons, basi hawatakuwa goons. Lakini tukiendelea kuona vijana kama goons, niamini nini, tutakuwa tunaona goons. Kwa sababu wewe ukiona vijana kama goons, inamaanisha kwamba utapata nguvu hata ya kulipa vijana wawe kama goons. Lakini ukiwaita vijana, usiwaite kama goons, waite kama professionals, waje muongee vizuri, watakuwa sawa. Kwa sababu gani? Nasema swala la kuita kwa sababu swala lote la goons ni la wanasiasa. Na wanasiasa wanawapa pesa vijana wawe kama goons. Wanasiasa wakiacha kuwapa pesa vijana wawe kama goons,
badala yake wawaite kwa meza, wajadiliane masuala ya maendeleo, masuala ya vijana, basi swala la gunism litaisha. Lakini wanasiasa wakiendelea kuita vijana waite kama security, basi aminini kama Yesu Kristo alivyosema, basi kutakuwa na goons wengi sana. Lakini wanasiasa ndio wana nguvu za kumaliza story ya goons. Hata tusilaumu vijana. Ningeomba tusilaumu vijana story ya goons. Hii yote ni sala la wanasiasa. Na wanasiasa wanajua kile ambao wanafanya. Na ninasema wanasiasa wanatuita kama goons. Ndio watukandamize si vijana, kwamba leo hii mtu kijana yote hawezi simama pahali aseme hoja ya maana kwa sababu atachukuliwa kama goon. Lakini sisi vijana tukiwa macho katika zile meza za siasa, tuende kama professionals lakini tusiende kama goons. Basi tutashape nchi. Kwa hivyo ni swala langu ni kimtazamo tu, si swala kubwa. Watu wakitaka labda kukupata kwa mitandao ya kijamii wanakupataje? Watu wakitaka kutupata kwa sasa wanaweza tupata katika mitandao ya kijamii, katika X, katika Facebook, katika TikTok, katika mtandao ama katika akaunti yetu ya Vuguvugu la Vijana na Maendeleo Pwani. Lakini sasa badala ya watu watupate, sisi tumejitwika jukumu kama vijana, kwa sababu tuna nguvu nyingi, tunawatafuta hawa watu. Tunatuma video zetu katika groups za WhatsApp, tunatuma video zetu katika groups za Facebook, vile tunaenda katika discussions ambapo vijana wanatazama kama hii ya leo katika show yako Ramla. Vile tutakuwa tunaenda katika runinga, tumeenda katika baadhi ya runinga, tunawatafuta. Kwa hivyo wasijali sana, watatupata. Lakini sisi tunajua maana ya vijana na hatuiti vijana kama goons, lakini ni vijana kama professionals. Na naamini katika kile kitu ambacho vijana wako nacho inaweza tusaidia sisi, kwa sababu tuna miradi mingi kama sasa kuna projects kama 10 ambazo tunazifanya na tumegawanya. Ukitufuatilia katika mtandao wa kijamii tunaona tumeweka committees, tumeappoint 10 working committees, na inamaanisha kwamba mimi kama rais sifanyi kila kitu peke yangu, nafanya na hizo committees, na ni committees za professional, watu ambao wako na network. Asante sana Hassan Lewa kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha siku ya leo. Karibu tena. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Kimekuwa kipindi kizuri na ninatumai utajifunza kitu. Usisahau kulike, kushare, comment, subscribe ili usikose vipindi vijavyo. Pia usikose kutufuatilia katika Facebook kwenye page yetu ya Coast Chronicles. Nimekuwa wako Ramla Sifa.